Maneno ya school fees na shule hiyo nitafikiria baadaye. Hapa ndipo palipochomeka shoka pakabaki mpini. Whatever unataka kufanya, fanya sasa. Anatoa gari na anaenda na anarudi. Anapata bado mmelala. Ndio huyo. Alafu sasa haka katabia kenye uko nako. Nimesema ukimwambia kitu aongee na brother yake akufukuze. Yule mpumbavu anapomoa nyumba yake. Kitu kingine ya pili, uniletee kuku ya hero, unasikia? Nigonge. Ni chungu. So alikuwa tu hapa. Alitokea tu venye sisi pia tulikuwa tunatokea na huko chini. Huko nilizunguka hivi. Okay, so akatokea tu. Na kamtoto kakwaje hiyo? Haki asante Madam Chief, asante sana. Asante, Kopro asante. Haki, Mukamia asante sana. Wewe ndio ulikuwa chief hapo. So ni kumaanisha ni mimi na wasifu. Si mtu umeona sasa kwa ndoto. Ni mimi nitawasifu. Pengine hata Mungu anaongea juu ya hii scenario. Mimi nitawasifu. Inaweza kuwa juu hii ndoto inashinda imejirudia. Kwa hivyo inaweza kuwa symbolic ama ni ishara ya kuonyesha kuna kitu inaendelea. Wow. At least finally mtoto alisiliwa. Ni kumaanisha it has a good ending. Mungu anaongea kwa ndoto. Wewe ndio chombo cha kutuokoa. Ukweli. Wewe mimi ufeel tu nakupenda. Asante sana. Isipokuwa sasa matatizo mopo. Watoto bado wana complain. Peter ndiye huyo anashinda kuongea mambo ya mama yake. Maria the same. Sana shindwa. Kwa namna gani? Unajua? Ni kawaida kukumbuka mama yao kwa sababu hawawezi wakamsahau. Hiyo naelewa kabisa. They cannot forget their mother. However, na kuhakikisha ya kuwa hao watoto nitawaangalia. Ukweli. Na nilikwambia uache kunidoubt. Unajua? Si tunakudoubt. Let me nikwambie my husband. If you are negative, you just see things negative. But if you are positive, you see them positive. So what I'm trying to tell you ni kuwa, in fact, we have even I'm developing a program for Maria na Petro. One, tuwe tunaenda niwe naenda na wao nje na wakiwa na hao wengine. Kwa sababu what I'm seeing ni kuwa hiyo mentality ya kuwa mimi ni mbaya ndio sasa tu inawasumbua. Kwa sababu even if you ask them what wanachukia for, they don't. Na unafikiria Petro wataitikia kweli kuenda hiyo outing unasema? Okay, I think what I'm going to do is I'm going to try what I can possible. Wakikataa, unaona sasa itakuwa shida yangu. Na ujue uwezo ukasukumia mtu mzima. Unajua hao ni watoto wazima, ni watoto vile. Ni watu wako na mafikira yao. You also need to intervene. Waonyeshe na waambie wa appreciate the little thing that I'm doing to have them come closer to me or me closer to them, so that we can make one big family. Then ukweli ni kwa hata wewe, mimi nitakupatia ile raha hujapata. I'm going to take care of you. Na wajua in the first place nilikuwa nimekuoa sababu ya hiyo tu.
Mama Irimo. Yes. Na hiyo comfort, unajua sijaweza kukupatia comfort kwa sababu ya huyo bibi. Tumekuwa tu tukipigana. Ni kuonyesha mapenzi yenye hujaonyeshwa. Wewe pia unajua Mama Irimo anakupenda kabisa. Hiyo najua. Si uliona hata nilikununulia plot. Na ikaandikwa na jina yako. In fact, sure anajua unanipenda. Si ulikuwa unafikiria ni uongo? Kinajua unanipenda. Ulipoona hiyo karatasi ulionaje? Ile certificate ya nini? Ile title. Hiyo title. Nilisikia kukushika, nikumeza, yani I felt so good. By the way, hata vile niliona umeruka. Nilistuka. Sikudhania unaweza behave namna hiyo. And in fact naweza penda mambo zetu tu tunakaa hivyo tukiwa na mapenzi hivyo. Na ile na venye tu nasema ni kuwa wewe ni wangu na mimi ni wako. Lakini ile kitu itanifurahisha kabisa Mama Irimo. Ni kuona Petro na Maria wamekurudia, yani wako na furaha. Wako na furaha. That is what exactly I'm trying. Lakini pia unajua lazima mtu naye uonyeshwe the effort yenye nafanya na put at least ikue appreciated na ikue improved pia. Na ikue na pia wao nikiwapenda, unajua lazima ukipenda lazima na wewe upendeke. Mtu akikuja kwako lazima na wewe ukunje 50-50. So mimi nikijaribu kukuja kwao wakose kukuja kwangu, makosa itakuwa ya nani? Itakuwa yetu wote. So ndio nakwambia pia wewe fanya effort ya kuongea na wao. Make them understand mimi nawapenda. Na hiyo mentality walikuwa nayo. Wakati wa mama yake ati mimi nilikuja kuharibu hiyo mboma. Unajua bado hiyo ndio wako nayo. Na hata nani? Hata Petro anaonanga ni kama ni mimi nilijua ni nini nilikula mama yake. Vile nilikuwa nimefikiria na hiyo maneno tuliongea na rafiki yangu mmoja. Nilikuwa nafikiria huyu Petro ndio alikuwa ameenda semester 3 akabakisha 3 kwa college. In fact hata nilikuwa nataka kukuambia ningependa aende amalizie ili kama ataweza ku advance aende afanye national diploma, pia aende hata anaweza enda kufanya bachelor's. Anapenda masomo sana Petro. So that is what hata nilikuwa nataka kukuambia arudi shule. Kweli. Ndio at least akirudi shule pia yeye atakuwa busy. Na ataona kuna wakati pia alikuwa ameniambia niongee na wewe arudi shule. Atakuja kusahau hiyo maneno kabisa. Hebu akasome arudi shule ili asahau hiyo mambo. Alafu hii outing unasema unaona tuwapeleke wapi? Wewe unatupeleka hata jioni tunakula sapa nje. Okay, mimi nilikuwa naona Mama Irimo ili wao watoto waende wakisahau hiyo maneno ya kifo cha mama yao. Tunaweza tukawapeleka Mombasa ama tuwapeleke Maria. Unaona hata Mombasa wakaogelee. Waende waogelee huko, waoge na maji ya chumvi huko baharini. Na niko na hakika watabadili ile mafikira yao. So na wao ujaribu kuwaonyesha pia mimi niko hata kuwaonyesha mimi niko positive na wao waache hiyo mafikira. Sawa. Thanks so much. Na mimi najua mambo itakuwa sawa. Kweli. Sio hivyo tukiona wale mafundi kama wanaendelea na kazi. Nasikia niko na uchovu. Uchovu ile mbaya. Na mimi ningependa tuende bahali kwanza tukunywe kasonda balindi. Kishamaliza kunywa tuende na kwa site. Sawa. Mama Irimo habari? Wewe unaniambia Mama Irimo nini? Nini tena? Nini tena na nimejua wewe ndiye unaharibu kwangu. Ai. Naharibu wapi? Wewe unaharibu kwangu kwani unafikiri tutatoshea kwako kama sisi wote
Sote kwako. Tafadhali msiniletee. Kwa sababu huyu bwana yako ni rafiki yangu sana. Rafiki yako na ni wewe unamkaa ati unamwambia Kagure ni mbaya, Kagure ni mbaya. Kagure ni mbaya wapi? Hebu nikwambie. Mimi ni mtu wa kusema mambo kama hayo. Wewe huko ni kwangu, ukae ukijua hivyo. Mimi nakwambia. Sasa kama wewe mbadala ya kutekeleza boma. Sasa mama wa elimu, mimi nakwambia hivi. Nini? Boma ikae mzuri na amani. Boma ikae na amani. Sasa wewe unaongea enda kwanza, wacha hivyo. Kwani mambo yangu unaongeanga mpaka kwako kwa Ben? Nani? Bibi yako anaenda anaambia. Nyamaza nikwambie. Bibi yako anaenda anaambia wanawake wengine venye Kagure anasema venye Kagure anasema. Kwa anatoa hizo story wapi? Bibi yangu sio lady alivalori. Wewe. Wewe. Nini? Sema wale wanawake mnaweka na hawa. Bibi yangu ni mtu mpole. Ni mtu nini mpare mimi. Anatoa story zangu wapi ndio aende kama si wewe. Tunaweza aenda kuongea mambo yako kwa nini kwa nyumba? Mambo yako. Mimi na nyinyi ni rafiki. Nyinyi familia yenu ni rafiki zetu. Sasa unasema namna gani? Hata mimi nileta hiyo mambo. Mimi nakuomba hivi. Siku moja nitakwambia usiwe unafika hata kwetu. Huko lazima nikuje. Wapi? Hiyo bwana yako rafiki yangu. Hebu nikwambie. Si hata ulinikuta huko. Hata hebu nikwambie. Hata wapi nikifanya nini? Ulinikuta huko. Si unasikia huyo mdomo? Haya. Unasikia huyo mdomo? Hata nimekupata wapi? Hebu nikwambie. Huko nimefika na nimekalia hiyo kiti ya huko. Hata mimi sasa nimeanza peke yangu. Kwani umefurahi? Kwani kifo si lazima watu wakufe? Inaonekana wewe. Unataka kusema nini sasa? Nimekuona. Nimekuonea habari sana sasa. Hebu nikwambie. Ambia huyo bibi yako aende akisema. Muonei hao watoto huruma. Hao watoto waliacho na huyu mama. Si uchukue ukawapelekee bibi yako awe anakaa na wao. Kama uni nini mbaya na wewe? Stories za kwa wenyewe ati unajifanya tu ni wewe mzee. Wewe ukicheza huyo bwana atakufukuza. Wewe ukicheza hiyo. Acha wacha hivyo. Hata umekuwa kumsingizia hivyo. Hapana, hiyo hapana. Hiyo mambo hapana. Sasa unasema nitafukuza kwa nini? Mimi nasema boma ikae na amani. Enda ukafukuza wangu mimi niko huko na nimefika. Wewe nini usiniruhusie kama mdomo? Mimi nakuomba boma ikae na amani. Sababu huyu bibi nani alienda? Hawa ni watoto. Tafadhali hiyo. Na unikome hii kuniambia mambo mengine. Ile mimi sija mambo mengine mimi sijafanya. Wewe ndiye utakoma kwangu. Wewe ndiye utakoma mambo ya kwangu. Na kwanza wewe unakumbuka siku kwanza wakati mlipatana na huyo bwana yako? Sisi huyu jamaa tulikuwa naenda na yeye. Kama usikiza basi hiyo iliisha na ukifika nilifika. Na kwanza ukienda kwako ulipitia kwangu wewe. Wewe na baadaye useme asante na unacheka. Mimi nataka amani kwa hiyo boma. Sasa mimi nataka wewe wacha kutingiza mdomo. Hebu nikwambie mimi nataka amani kwa hiyo boma. Kwani wewe utarasimisha amani? Yule bibi wakati alikuwa hai, ulikuwa watu walikuwa wanakaa vizuri sana. Hebu nikwambie, si umfufue. Unastahili unipatie heshima. Kwa hiyo boma umeingia, umepata mali. Huyo Baba Petro wamefanya kazi mingi wakapata mali, ukaikuta hapa ndio na sasa unaliga. Na nisiwahi sikia. Ndio unaliga. Sikiza, ukome. Hata mvua imenyesha ikuonyeshe ya kuwa. Na ninasema ndio ni amani. Wagoja hapa hakuna wewe. Ndio ni amani. Ukome kuniambia. Hata wewe si wewe ulikoni. Kwani wewe unaendanga mwenye alikusaidia kupata huyo bibi yako unaenda. Hakuna mtu alinisaidia. Nyamaza. Kwanza unanivo. Hebu enda. Na nakwambia hivi, ikome kuambianga bwana yangu ate sijui bibi anakaa wapi. Bibi anakaa wapi. Aka nini sijui nini. Na ukome kwa nani alikwambia hiyo mama neno? Na kwanza ukome kwenda kuongeanga mambo yangu na bibi yako. Yeye ndiye anapeleka kwenye anapeleka. Wewe unakaa kama ile chura. Kwa wewe. Aje nani unafukuza? Haya, Kamau. Wewe.
Yes. Mimi niko chonjo tu, niko kwa ofisi. Nafanya tu, nimechoka kidogo hivi. Kama utanunua kahawa nitakuja. Mama ke. Sio umesema utaninunulia chai. Sasa ninunulie ndazi. Sawa. Si mimi ununua zote. Anyway, hakuna shida basi. Bado pia nilikuwa nataka kukupigia. Nilikuwa nataka tupatane. Kuna kitu nilikuwa nataka tuongee. So I was still in need of you. So kama unanunua ama ununui utanunua tu. Sawa. Okay, then nimeshukuru. 5. Haya. Sawa. Sasa ni kitu 3:30. Tuko na 2 hours. Sawa. Haya. Thank you. Yes. Karibu. Asante. Mwalimu. Sana. Mimi nimekutembelea. Karibu hapa sisi. Asante. Uko salama? Kabisa labda wewe. Mimi niko salama. Hakuna shida yote, ni vile nimesema nikutembelee leo. Nimefurahi karibu. Nyumbani namna gani? Sijui kama umepata kikombe cha chai. Niko salama, asante. Okay. Tuko salama sasa. Watoto wote wako sawa. Wote. Hakuna mtu wako na shida. Okay. Hiyo ni mzuri. Hata wanyama wote. Sawa. Watu na wanyama wako sawa. Hiyo ni kazi ya Mungu. Analinda kila kitu. Unajua wote ni wake. Ni kweli. Yes. Sasa nimeona nipitie huku hata sitakaa sana. Nikaona ni vizuri na ni muhimu ni kupitie. Na sana ni kwa sababu ya watoto wawili hawa waliachwa na mama yao. Walikwambia aje tena? Si ati ni kuniambia. Sio kuniambia vile. Lakini hata kama walikuwa na tunazungumza na Maria. Na unajua kutoka mama yao aage, Maria ni kama alishikwa na si sawa kabisa. Unajua wasichana sio kama wavulana. Kwa hivyo nikaona ndio hawa watoto tuweze kuwasaidia ama wasaidike. Sitaweza peke yangu kama mchungaji. Nikaona ni vizuri wewe ambaye uko sasa hapo na mnakaa pamoja, ni vizuri sasa nikuja ndio tuone vile tunaweza kusaidia hawa watoto na tuone vile wataweza kupeleka ama kuendesha maisha yao vizuri bila kuwa na matatizo mengi na bila kufikiria tu kuhusu vile mama yao aliwaacha. Kwa hivyo nikaona nikuje ndio tuone vile tunaweza kuwasaidia. Unajua sasa sijui ni nini naongelea mtu yake kwa sababu sijasikia wakiwa na shida. She has not opened to me. Na venye nakaa kama mama yake na venye nakaa nikimweka karibu. Kwani amesema aje? Unajua watoto especially kama hawa wanaongea na wakikosa watu wa kuongea na wao sana wanakuja kwetu sisi kama wachungaji na tunawasikiza. Na ni kama hawakai vizuri na kuna matatizo hapa na pale. So matatizo gani? Can you be specific? Kwa nyumba ni kama wana shida kubwa sana, wanasema hawapendwi. Na unajua mtoto anapenda kuona kuna mtu anampenda. Unajua mzazi ndiye anafanya hiyo kazi. Sasa
mzazi wao, mama wao wa karibu, hata kama baba yuko hayuko, na ile mapenzi ya mzazi ya mama mzazi hayako, na ni kama hawapati kwako kulingana na vile wana. So wanakwambia what option do they have? Option ya kama si wapenzi. Ndio nimekuja ndio tuongee. Hebu sikiza mama. You see there's something that I want to tell you. Na ni vizuri kuwasikiliza. Lakini hata kuna kwa binasemanga mwenye anakaa kwa chini ya mti ndiye anajua ile hizo dhabo zinakuwa nini. So what I want to say ni kuwa I'm the only one who can know what I'm suffering from. You can only talk from. You see the way you are sarcastic. I don't like that. You see sometimes when you come with just a moment. When you come with a formed mind, at least tukasaidiana. Na sijui venye unaweza wasaidia. Hauwezi kuambeba ukaenda kwako. Not unless pia hata pia wewe. You also be somebody who is neutral. Sasa mama Yumu, unajua ni pole sana kwa sababu nimecheka. Kwa sababu kuna unajua watu wanaongea mambo mengi na nasikia wakisema huyu mama Yumu ako na sarakasi. Sasa hiyo mambo unasema ya hiyo methali, lakini wacha tu. Ile methali mimi nitakwambia ni ya kutoka hapa. Na inasema hivi. Vile umesema ni sawa, nimesikia. Lakini Proverbs 14, methali 14 inasema hivi ya kwamba yule mwanamke ambaye ako na hekima, huyo mwanamke ndiye anajenga nyumba yake mwenyewe. Na asiyekuwa na hekima na inaendelea bado, acha nimalize. Lakini yule mpumbavu, ndio huyo umesema hasi na hekima, yule mpumbavu anabomoa nyumba yake na mikono yake miwili. So unataka kusema huku kuja hapa kwa sababu niko na hekima, umekuja kwa sababu mimi ni mwenye hana hekima, na mpumbavu mwenye sometimes with you due respect. Sisemi hivyo. Sitaki kukuongelesha na vibaya. Okay. But the moment you come attacking me. Mimi nimekosa. Wacha nikwambie kitu kimoja. Sipigani na wewe. I'm not attacking. You could have gotten the audacity ya kuniuliza. Wameniambia watu 3. Want you okay, side yako iko aje? So you have come on, umekuja na hiyo aspect ati tuwasaidie only from their angle. But you don't ask me side yangu naona aje ama tafila aje ama kuna shida gani. So if we do it from that angle, it is just going to be futile. No. Labda haukunipata vizuri. Did you ask me? Venye walikuambia ndio umekuja kujudge nayo venye tutaweza wasaidia. Did you ask me side yangu iko aje ama how do I feel what they are talking about? Ningekwambia what the cons from my angle, ndio tuone venye tunaweza unganisha the two. But when you come with one sided, tutawasaidia. Kama unajua wakati ule wa mwisho nilikuwa kwako, wewe mwenyewe ukanifukuza. Nilikufukuza kwa nini? You see there is the action and why. Ulisema maombi hapana kwa hiyo nyumba? Yes, kwa sababu nilishindwa because you still have that formed mind about me. Then unakunya kwa bomba ya maombi unaleta. Even if hata kama haungeni inform, you didn't see the reason for informing baba elimu. Unajua maombi hakuna mtu yoyote ambaye amewahi kukataa maombi. Lakini you cannot just enter somebody's house like that. Sasa nimekuja tu. Maombi etiquette. Sawa. Wachana hiyo ya zamani. Okay. Lakini nafikiri unaelewa upande wangu. Mimi ni mchungaji. Pia wewe unaelewa. Ati mimi ni mzazi. Nimeachiwa hawa watoto. Watoto tuko na hiyo attitude. So how hard it is for me to demonstrate.
kwa watu tumeishi tukipigana, tumeishi tukiwa hivi, hizo family mbili. Huwezi kosa dosari. They will always get something to talk to for me about against me. Okay, so ile kitu mzuri mama wa elimu ni kuwa na uwazi, openness, bila kuwa na hypocrisy yoyote. Wako kwa watoto, kwa kila mmoja. Hata kwangu mwenyewe, sababu hata mimi niko kama mchungaji, na ndio hawa watoto nione kwanza mimi, na ningetaka kuona hawa watoto spiritually, kiroho wameenda na njia nzuri. Singetaka kuona hiyo kualisha spiritually ndio itawasaidia kuangalia mambo rationally. So you have a great work to do. I know. Not only my side. Okay, unaweza kuwa kosa kuwapatia ile mapenzi walikuwa wanapatiwa na mama yao mzazi, lakini ni kujaribu jaribu kuwapenda kama vile unapenda watoto wako. Nani amekwambia sijajaribu? Sijasema hujajaribu. You see the way you are talking. And if you nikwambia the very first time, when you come with a formed mind, haitakusaidia kuwagi also hapo. Pia inasema. And that's the reason is to why if ukikaa na hiyo formed mind, hatutawasaidia wewe utakaa unajua kwa mwalimu ndio, lakini muone hapa. Toa hiyo basi ya haya. Wacha itoke hiyo. Wacha itoke hiyo. Kazi yetu ni hiyo, unasikia? Wachungaji kazi yao ni hiyo. Vile nasikia na kukuongelesha ni hivyo hivyo tu. Kwa sababu hakuna njia nyingine. Naona tunataka pande zote kuwe na uwazi, kuwe na njia mzuri. Hata wewe ningetaka usaidike kiroho. Nikuulize hivi. Mama Petro ameaga. Hawa watoto hawana mama yao tena, wako na wewe. Lakini nikuulize hivi. Kifo cha huyu mama Petro. Kuna je unahusika na hiyo kifo? What? Nikuuliza tu. Tunasema uwazi. Uwazi. Transparency. Why don't you expect me to tell you the truth? Do you know the truth? I want to know the truth from you. Do you tunasema ni wazi? We are talking about transparency here. Mama, you see, that is a very, very big question. That is, I don't know how mountain is such a big question to ask someone. No, what is so difficult? Ni kusema kuniambia mimi. Sasa nikwambie nimemuua ama sijamuua. Kama unahusika kwa njia yote. Of course you know nahusika na nini. We've stayed with that woman for all those years. You see, si nikamuua kitambo. Unajua Mungu anapenda watu kiri mambo ile makosa yetu. Tukikiri hata anasamehe tu. Na sisemi uko. Okay, now you see, hivyo ndivyo hao watoto na nimekuambia wanasema. Just a moment. Hiyo bado ndio wamekufindi nayo. Pastor.
I told you when you come with a formed mind. No. Even the extent ya kukwambia nimeroga, that is why you also have that strain ya kuuliza whether niko na anything to do with it. Anyway, I have nothing to do with that. Familia yako inakwambia. Unajua kuna vile. You see the way you are talking. It is like you know what you are talking about. I cannot tell you I'm not then unaendelea kuniuliza kama dhamiri yako. It is like you know what you are doing. Unajua mimi ni mchungaji. So what? Nakuuliza hivyo kwa sababu hata wewe ningetaka usaidike kama kuna kitu kama hiyo ni kutubu dhambi. Sasa sinakwambia I have nothing to do with that. And I will never. Nakwambia mimi nimeokoka. Sikatai wokovu sababu wokovu ni kila mtu ndiye anajua. Hiyo sikatai na sipigani na hiyo. Sitasema ati haujaokoka lakini nilikuwa nataka kujua kama unahusika. If you are not even up to this moment convinced that I've told you sibisiki, get out. And I didn't know that nitafika hapa. Sasa now just a moment. This is my office. Hii ndio ofisi yako. Just a moment. Wacha nitoke. Ni ofisi yako. Kwa sababu huwezi kuja na form hizi ile story umeambiwa huko. Hapana, sio hivyo. Lakini ujue upandacho ndicho na pia wewe utafuna. Na pia wewe ujue hata Biblia inasema ukifanya kale kamoja kakuwe na shida. Kanini? Yaani ukifanya hizo kondoo za Mungu ziende wrong side because kuwa support kwako wewe ati hivyo unaniuliza ndio iko. Sasa wewe una watu sasa na sioni kwa nini unaniuliza. Sasa mahubiri gani hiyo? Wewe ni mahubiri gani uko nayo? Yet you don't listen. Haya sawa. Haya lakini upandacho hata wewe ndicho ufunacho. Haya kwa hili. Hata tunajua kuna mapasta watafeli pia. Haya. Mbona ulituacha mama? Mbona ulituacha na our enemies? Why mom? Why? Mimi nimeshindwa mom. At least Petro can take care of himself, lakini mimi nimeshindwa. Mimi nataka kukufuata mom. There was a painless way to die. Ndio nikuchange mom, mimi nimeshindwa. Nimeshindwa kuishi bila wewe mom. Nimeshindwa. Wewe, you have started getting into my nerves. And I'm telling you this. I'm watching you. I've started watching you. Have you had anything to do with them? You've also believed. But let me tell you. I'm coming for all of you. Pasa unakuja kuhubiri na chenye kiko akili mwangu. Na hao watoto nao. Nikukoma watakoma kwenda kwake. Njia ya kuwakomesha niko nayo. Mary, niletee kahawa. Nobody dares. Nobody.